Leo ngoja tuizungumzie hii simu inaitwa Infinix Note 60 Pro. Hii Infinix mpya yani imebadilika sana ukilinganisha na toleo lile la mwaka uliopita ya Infinix Note 50 Pro. Hata ukisikia bei yake utakiri kuwa inastahili. Wewe mwenyewe tu utakubali kwamba hii simu inastahili ukilinganisha na jinsi ambavyo simu iliyopita ilivyokuwa. Infinix ya GB 256 na RAM yenye GB 12 unaweza kaipata kwa 1,200,000. Hii bei unaweza kaiona ni kubwa, ila Infinix imekuja tofauti sana mwaka ukilinganisha na simu ya Infinix Note 50 Pro ya mwaka jana. Kuna vitu vikubwa sana ambavyo vimeongezwa na ni nadra kwa simu nyingi za Infinix kuvikuta. Sasa tuangalie ili uweze kujua sasa kwa nini hii simu bei yake ni hii na vitu gani vikubwa ambavyo vimeboreshwa kwenye hii simu. Kwa mara ya kwanza Infinix wameka line za aina ya eSIM. Line za eSIM ni zile line ambazo hazitumii zile line za vibati vya plastiki. Ni line zinakuwa ndani ya simu humo. Unakuwa hauna haja ya kwenda kwa wakala kununua plastiki ili uweze kuweka line katika simu yako. Bali simu yako inakuwa inatumia mifumo ya line ambayo inakuja ndani ya simu. Simu za Infinix ambazo zilikuwa zinatolewa miaka ya nyuma hawakuwahi kuweka line hizi za eSIM. Wamekuwa wakizipuuzia, manake kwa wakati ule uhitaji wa line za eSIM haukuwa mkubwa sana. Lakini sasa hivi watu wengi wanaziulizia sana kwa simu ina support line za eSIM. Na ukizingatia hii bei, simu zenye bei hii huwa zina future nyingi sana. Vinakuwa vina vitu vingi vya ziada na pia uwepo wa line hizi za line za eSIM. Kwa upande wa Infinix Note 60 Pro yenyewe ina support line 2 za eSIM. Simu zingine huwa zina support mpaka line 8, lakini huwa hauwezi ukazitumia line 8 kwa wakati mmoja. Kila simu huwa ina support line 2. Hata kama utaweka eSIM, zile line zingine zinakuwa tu ni kama umezihifadhi, siku nyingine labda ukitaka kuitumia ndio utakuwa unabadilisha. Lakini Infinix yenyewe ina support line 2 za eSIM, na pia hii ni simu ya 5G na ina masafa ambayo yanatumika hapa Tanzania. Kwa hiyo mitandao karibu yote ya 5G itasupport. Kama unapenda mtandao ambao una kasi sana ama unacheza game sana za mtandaoni, basi hii simu itakuwa ni nzuri tu kuitumia kutokana na uwepo wa aina zote za 5G. Kwa wale ambao siofahamu, kuna kama aina 3 za 5G na pia kuna aina 2 za kimiundombinu ya 5G. Ziko 5G ambazo zinafahamika kama standalone na nyingine zinaitwa kama non standalone, lakini hii ina support aina zote. Utendaji wa Infinix Note 60 Pro umeongezeka maradufu. Uwezo wake wa kusukuma vitu mbalimbali kwenye simu unachuana na baadhi ya simu za Samsung, mfano ni Samsung Galaxy A56, lakini pia inaweza ikachuana na simu kama kutoka kampuni ya Xiaomi, mfano wa Redmi Note 15 Pro Plus. Kwa nini? Hii Infinix kwa mara ya kwanza imetumia chip ya kampuni ya Snapdragon ambayo ni Snapdragon 7S generation ya kizazi cha 4. Hii bwana, utendaji wake ni zaidi ya 60% ya utendaji ambao upo katika simu ya Infinix Note 50 Pro. Inaweza kusukuma kila aina ya game, hata zile game kubwa kama Call of Duty bila kukwama. Na kama wewe unapenda kucheza game zile za kwenye kompyuta ila hauna kompyuta inayosupport game kubwa kama Battlefield, basi unaweza ukaitumia hii simu ya Infinix kucheza hizo game kwa kutumia application inafahamika kama emulator. Ile emulators inakuwezesha wewe kucheza baadhi kama sio game zote za kwenye kompyuta na ukazicheza kwenye simu. Kwa processor kama iliyotumika ya Infinix Note 50 Pro hauwezi ukafanya haya mambo. Kwa hiyo simu unaweza ukafanya vitu vingi kwa wakati mmoja na ikapiga shughuli kubwa kabisa, yani bila kukwama ama kugandaganda, na ina ufanisi mkubwa wa utumiaji wa umeme, na ukizingatia betri ya Infinix ni kubwa sana. Pamoja na maboresho hayo, upande wa kamera haijaniridhisha sana, japo kamera yake inapiga tu picha nzuri hasa katika mazingira ya mwanga mwingi, lakini kuna ile hali ambayo inaonyesha inazidiwa na dynamic ranges. Mwangaza ukiwa mkubwa kuna rangi kama zinakuwa zinapotea ama inakuwa inang'arisha sana, lakini kiujumla kamera yake sio mbaya, inapiga tu picha nzuri na unaweza kuitumia katika shughuli mbalimbali. Hii simu ina kamera mbili. Na ubora wa hii kamera, inaweza kurekodi video za 4K. Yaani kwa mfano kama wewe unapenda kutengeneza maudhui ya mtandaoni na unapenda kurekodi, hii simu pia inaweza ikafaa kwa sababu mng'ao wa video za 4K ni mzuri sana, unaongalisha na unaonyesha vitu kiustadi.
Kwa uwepo tu wa kurekodi video zenye resolutions ya 4K inaashiria kwamba hii simu ina kamera nzuri. Kwa hiyo kuna vitu baadhi vingine havipo, lakini kamera ambazo iko nazo, hii ni kamera ya ile kamera kuu ambayo inatumia lenzi inayojulikana kama wide, na kamera ile ya kupiga eneo pana sana ambayo inafahamika kama ultra wide. Ndizo hizo kamera ambazo zipo. Kwa hiyo hakuna kamera ya telephoto ya kupiga vitu ambavyo viko mbali sana. Kwa telephoto ambayo utaitegemea humu ni ile zoom ambayo ipo kwenye applications. Tofauti na simu kama Samsung S26 inatumia telephoto ya kamera. Tofauti na telephoto ya kwenye software, kamera ambayo ina telephoto, uwezo wa telephoto, inakuwa haipotezi kwa kiasi kikubwa ule ubora wa video ama picha unayoichukua, tofauti na ukitumia software, resolution zinakuwa inapungua. Lakini sio mbaya, ultra wide na wide ni lenzi tu ambazo ni nzuri, na unaweza ukafanya vitu vingi tu bila shida kwa mtu ambaye anapenda kujirekodi videos. Betri ya Infinix Note 60 Pro ina ukubwa wa mAh 6500. Pia hili ni ongezeko la mAh 3000 na 1300. Betri ya ukubwa wa mAh 6500 inaweza ikasukuma simu kwa karibu masaa 15 kama muda wote ukiwa upo kwenye internet, ukiwa unaperuzi kwenye mitandao mbalimbali. Na kama utakuwa unacheza game pia, hii simu inaweza ikavuka masaa 8 ukiwa unacheza game muda wote. Na kikubwa bwana, hii simu pamoja na betri kwa kubwa, huwa kuna changamoto. Betri inaweza ikawa kubwa lakini ikaanza kukuletea shida wakati wa kuchaji. Speed ya chaji kama ni ndogo, kwa mfano chaji ikiwa na wati 15, itachukua tu muda mrefu kuijaza hii betri ya mAh 6500. Ila Infinix Note 60 Pro inakuja pamoja na chaji inayosupport umeme mkubwa. Inaweza kupeleka umeme wa wati 90. Umeme wa wati 90 inaweza kujaza hii betri ndani ya dakika 50. Simu ikawa imejaa full kabisa na ukawa unaitumia vizuri kwa muda mrefu. Kama ni mtumiaji wa mtandaoni mara kwa mara muda wote, hauwezi ukawaza sana kwamba ninahitaji hii simu kuichaji mara nyingi, maana inakaa muda mrefu na chaji. Jambo la kumalizia, Infinix Note 60 Pro inakuja na mfumo endeshe wa Android 16, na Infinix wanaahidi kuipa hii simu maboresho ya mfumo mpya endeshi kwa kipindi cha miaka 3. Inamaanisha itapata mpaka Android 19. Na pia kwenye hii simu ina support kufungua application 2 kwa wakati mmoja. Kwa mfano, kama unafungua hizi application 2 kwa wakati mmoja ikiwa imezigawanyisha kwenye upande wa screen, upande wa juu application ya kwanza na upande wa chini unaweza kufungua application ya pili. Kwa hiyo unazitumia kwa wakati mmoja vile, kwa inaitwa dual app system. Na pia ina mifumo mbalimbali ya AI kama ilivyo simu nyingi ambazo zinatoka hivi karibuni. Tunaomba usubscribe kwenye hii channel.